بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Tukiwa katika masiku ambao ni ya mwisho kuweza kuhitimisha mwaka na tukielekea katika mwezi wa Muharram na ina mafungamano na hijra bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tunavyojua alikuwa ni mtu alozaliwa katika mji wa Makka na alikulia katika mji wa Makka kwa hali iliyokuwa mzuri, kwa tabia iliyokuwa mzuri ambao hakuna mfano wake. Hakuwahi kuabudu masanamu mpaka wale makoreish na makafiri wakiweza kumuita al-Amin, kwamba ni mwaminifu kwa tabia zake tukufu kabla al-bi'tha, kabla hajapewa utume. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume, ilikuwa sasa kuna watu wenye kutesa watu, kuna watu wenye kubughudhi watu, akiwemo ammi yake Abu Lahabi, akiwemo kina Abu Jahali, wakiwemo kina Umayya. Hawa ni katika mabwana wakubwa wa Quraysh, wakiweza kuwaudhi wale walioislimu ambao hawana nguvu katika mali yao na katika hali zao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam maudhi yalizidi zaidi baada ya kufa ammi yake Abu Talib na kufa nani, mke wake Sayyidatuna Khadija. Na baada hapa Allah subhanahu wa ta'ala kuona kwamba udhia umezidi wa Makoreish, akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aweze kugura kutoka katika mji wa Makkatul Mukarrama aende katika Madinatul Munawwara. Na sisi tuambiwa kwamba aligura na Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha. Inakuja vipi kusema Mtume alitolewa? Hapana, ni kwamba Makoreishi walizidi udhia wao baada ya kuona Uislamu utapata nguvu, baada ya kuona ammi yake na Khadija ndo watu waliokuwa wakimlinda katika amul huzni alipokufa, wakajaribu kufanya maudhi zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndo aya hapa inatufafanulia, inatuambia wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Makureishi walipanga maudhi ya kuweza kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama tunavyojua kwamba walienda katika Darun Nadwa, Makureishi mabwana wakubwa walienda Darun Nadwa, wale wakubwa wa Quraysh, na kukaja rai tofauti namna gani tutamdhibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao wanapanga makero yao na Allah subhanahu wa ta'ala anajua namna gani atamlinda mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rai ya kwanza ikaja kwa Abul Bukhtiri, akasema kwamba tumfungie Mtume sallallahu alayhi wasallam, ihbisuhu fil hadid wa ghaghliqu alayhi albab, yani tumfungie katika tumba, tusimpe chakula Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rai kama hii Aban Najdi ambao alikuwa ni Ibilisi alikuwa katika kikao, akaikataa rai ya kwanza, ndio ile liuthbituka. Kisha ikaja rai ya pili ambao ni Abul Aswad. Abul Aswad akasema akhriju min bainina, yani tumtoe katika mji
wa Maka tumweke mbali, asiweze kuwapa watu yale maneno yake matamu na ladha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibilisi pia akaipinga rai kama hii, akasema mkimtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam hamujui kwamba ana halawa, ana talawa, ataenda kuingiza watu katika dini kisha awajie katika mji wa Maka akiwa Uislamu, na ukiwa Uislamu umepata nguvu. Kisha rai ya mwisho ikaja kwa Abu Jahali, wao ndio walikuwa kimuita Abul Hakam. Abu Jahali akasema tutukue kila kabila barobaro mwenye nguvu, ili tukende tukamvamie Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku, na tumpige pigo moja ambalo litasababisha damu yake itapakae katika kila kabila, na ikitapakaa basi itakuwa hawawezi kulipa Banu Hashim kulipa kisasi wakati damu yao imetapakaa kwa kila kabila ambao ni mingi yako katika mji wa Maka. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kupangiwa vitimbi kama hivi, na rai kapita ni Abu Jahali kwamba watu waende wamvamie Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukaja amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa usiku wa leo usilale katika kitanda chako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa wahi na Jibril, akamwambia kwamba leo usilale katika kitanda chako. Na hapa tupata ibra kwamba awwalu fidaiyin fil Islam ni Sayyidina Ali. Mtu wa kwanza aliojitolea kufa yeye kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali alilala katika kitanda na anajua wazi kwamba hapa leo mimi nitakuja kuvamiwa. Yani Mtume mumwachia yeye kitanda, Mtume anatoka, Sayyidina Ali anajua wazi mimi leo kuna Makureishi na kuna watu watakuja wanivamie katika kitanda kama hichi. Lakini akawa ni mtu wa kwanza kujitolea kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuinusuru dini ya Kiislamu. Sayyidina Ali alipokaa katika kitanda kama hicho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka, kama tunavyojua, alienda akawanyunyuzia wale watu katika nje ya nyumba yake, akasoma suratu Yasin mpaka ikawa fahum la yubsirun. Na hapa tunapata ibra kwamba ukipatikana na jambo ambalo lenye kukupa hofu, basi usimtaje mtu mwingine wala kutaka msaada kwa mtu mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mchanga kama ule, akawanyunyuzia Makureishi kama wale, wakalala mpaka asubuhi. Makureishi wakiamka ni asubuhi, wapanga kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda kitandani wanampata ni Sayyidina Ali. Kwa hivyo wao walikuwa wanapanga vitimbi, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua namna gani atamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kwamba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka alikuwa na sahib ambaye ni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Na hapa kuna mashairi yanasema wa idh fashal islamu bil madina hajara man yahfadhu fiha dina wa azama as-siddiq an yuhajira faraddahu an-nabiy hatta hajara ilayha fatarafaka ila gharim bithawri thumma irtahala wa ma'ahu Abdullah mawla as-siddiq wa ibn urayqitun dalilun lit-tariq. Kwa hiyo mashairi haya yanatufundisha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar alipotaka kugura alimzuia, akamwambia tuwe na suhba mimi na wewe. As-suhba ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam, kwamba mimi tutahusubiana mimi na wewe. Tunajua kwamba kila maswahaba aligura kwa namna yake. Saidina Umar aligura, alienda kutangaza swala katika Al-Kaaba, kama mtu ataka mtoto wake awe ni yatima ama ataka mke wake awe ni mjane, basi nanifuate wara hadha alwadi, mtu nanifuate nyuma ya huo uwanja. Yani mtu alibainisha wazi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aligura kwa siri yeye na Sayyidina Abu Bakar. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika pango yeye na Sayyidina Abu Bakar, kukawa kuna hila, na hapa ni hila za kivita. Kuna swali linakuja, kwani Mtume hakuwa shujaa kuliko Abu Bakar? Kwa nini hakufanya kama Abu Bakar? Mtume
ni mtu ambaye ni mtu tunamfuata, ni sheria. Lao angelitoka kama Saidina Abubakar, ingelikuwa hata sisi kesho tukitaka kugura ni lazima tumfuate kwa alivyogura yeye. Lakini hapa anatufundisha namna ya mbinu ya kivita na Muislamu namna gani anafaa atunge wale maadui na watu wanaomzunguka. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa pangoni na Abubakar, ndio tukaambiwa hapa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar, wakiwa katika gharu Thawri Sayyidina Abubakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Sayyidina Abubakar katika hadithi anasema lau wale makureshi waliokuja pale wangelifanya kuchungilia ama mmoja kushika mguu, angelikuwa tayari ashatuona. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe unakuwa na hofu kwa watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? Usiwe na hofu. Ndio kwambia la tahzan inna Allaha ma'ana, usiogope, Allah yuko pamoja na sisi. Na hapa tunapata ibra kuwa na ma'iyatullah. Ukiwa na ma'iyatullah, wallahi wa billahi wa tallahi, hakuna atakaye kudhuru. Angalia Nabii Allah Musa alipokuwa amefuatwa na kaumu yake na jeshi la Firaun, alipofika ni bahari, hakuna njia. Wale watu walimwambia Nabii Allah Musa, watu wanakuja hawa, Firaun anakuja kutufikia, tutafanya nini? Nabii Allah Musa aliwajibu nini? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ule umaiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio utapata kumuongoza. Na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abubakar, la tahzan inna Allaha ma'ana, usiogope, sisi tuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakakaa pangoni siku 3, kama tunavyojua kwamba kuna watu walikuwa kuna mmoja alikuwa akificha zile nyayo za wanyama ili sionekane zile nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar kwenda katika pango. Mwingine alikuwa akileta chakula ambao ni Asma binti Abubakar dhatun nitaqain. Huyu jina hili la nickname lilikuja kwa kuleta chakula katika hizi siku 3 katika gharu Thawri kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka siku ya 3 katika safari kama hii, kisha akapambana na Suraka bin Naufal katika njia yake anaenda katika mji wa Madina. Alipambana na Suraka. Tunaona kuna miujiza katika hii hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wale walipokuja mwanzo walipambana na njiwa na ankabuti yuko pale katika ndo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, alinusuriwa na kitu ambacho ni kitwevu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukunusuru si lazima alete jeshi ama kwamba ni watu fulani lazima waje. Alilinda nyumba yake kwa kutumia ndege. Sahibul Fil ile Suratul Fil ukisoma alitumia ndege tu, ndio ilikuwa majeshi wa Allah. Hapa anamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njiwa na ankabuti. Na tukiangalia katika Qur'ani, ankabuti tuambiwa kwamba hakuna nyumba iliyokuwa tevu kama nyumba ya nani? Ya ankabuti, lakini ndio alomsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka baada ya hapo na akafuata na Suraka, ikawa anamfuata, lakini farasi wake anadidimia. Kila kimkaribia farasi wake anadidimia. Na Abubakar alikuwa na hofu, anamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele na nyuma, kusema kwamba likitokea jambo afadhali niuliwe mimi kuliko kuuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suraka akaenda mpaka mwisho akashindwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua, kisha akamwambia kwamba uende katika mji wa Maka na wala usitaje kwamba sisi tuko katika njia fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia hii alienda kupambana na mama ambaye ana kibuzi kitwevu, hakina hata maziwa, kimekondeana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika mbuzi kama ule, akatoa maziwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akanoa maziwa kama yale na sahibi yake Abubakar, na akabakia katika nyumba ile mpaka mume wake yule mama akija anaona maziwa yako nyumbani, akashangaa, akamwambia amekuja mtu hapa anaenda katika mji wa Madina. Ndio alofanya miujiza kama hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka kafika katika Quba. Quba hapo kukadengwa msikiti wa kwanza. Masjid Quba ulikuwa ndo msikiti wa kwanza uliojengwa
katika Uislamu, kisha baadaye akaingia katika mji wa Madina siku ya Jumaa, na kuingia katika Madina akapokewa Tala al-Badru alaina min thaniyati alwada'. Ni kasida ambao watu wengi wanaijua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokelewa kwa shangwe na vigelegele na wale wa Ansari wa Madina. Kisa hiki kinatupa nataija ambayo ni kubwa. Nataija ya kwanza ni kwamba kiamu dawlat al-islamia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo mtu wa kwanza kutengeza dola ya Kiislamu ambao alifanya katika mji wa Madina. Kisha al-muakhat, alifanya ukhuwa, watu walikuwa ni marafiki, walikuwa kigombana, lakini akawanusuru, wakawa ni mandugu ambao ni baina al-muhajirina wala ansar, fasaru kaljasadi alwahid, wakawa ni kama kiwiliwili kimoja. Kisha akawa ametengeza desturi yake katika mji wa Madina, ikawa ndo dola ya kwanza katika mji wa Madina. Kwa hivyo kisa kama hiki kina ibra kubwa, kutujitahidini kukisoma zaidi na kufuata miondoko ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na la zaidi tutapata kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama yeye alivyokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala na sahibu yake. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.